Alright, katika kitengo chetu cha leo katika mafunzo kutokana na hali ya magonjwa leo ningependa tuangazie aina ya magonjwa kwa sababu nimekuwa nikitumiwa harafa naambiwa tafadhali tunataka kujua aina ya magonjwa inakuwa namna gani, na leo tunaangalia aina ya magonjwa, na leo tunaangazia ambapo kuna magonjwa ya kuambukizana. Kuna magonjwa ya kuambukizana. Hayo husababishwa na vijidudu kama vile bakteria, virusi vya fungi na pamoja na vile virusi vya au vimelea. Kwa mfano ugonjwa wa kuambukizana tuko na malaria, tuko na ugonjwa wa kifua kikuu yani TB, tuberculosis. Alafu tuko na kipindupindu ambayo inatokana na uchafu pale nje. Wewe unaenda pale nje unaguzaguza kitu, unaenda unakula hivyo, unaenda choo, haunawi mikono, hii inatokana na kipindupindu. Pia tuko na mafua, tuko na ukimwi na tuko na corona ambayo ilikuwa pale nyuma ilisumbua sana watu. Wanafunzi tulipiga masiku hapo nyumbani. Ungesema shule tumemaliza. Kwa hivyo kuna aina ya pili, aina ya magonjwa yasiyo ya kuambukizana. Haya yanajulikana kama non-communicable disease. Haya sio magonjwa ya kuambukizana bali ni aina ya magonjwa ambayo yanazidi kusambaa na hayapitizi kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine. Mfano wa magonjwa haya ni kama vile kisukari, tuko na pressure, tuko na ugonjwa wa moyo na tuko na kansa. Pia tuko na pumu, asthma. Tuko na pumu ambayo ni asthma. Haya ni magonjwa ambayo hayaambukizwi lakini yanapitia kutoka kwa mtu mmoja au kwa mwingine, bali ni aina ya magonjwa pamoja na magonjwa mengine mengi. Aina ya tatu tuko na magonjwa ya kurithi ambayo hupitishwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Magonjwa ambayo ya kurithi, unapata mzazi ulikuwa na ugonjwa, kwa hiyo wakati unazaa mtoto au unajifungua mtoto, unapata kama mtoto huyo anakuwa na ule ugonjwa. Kwa hivyo huu ni ugonjwa ambao ni wa kurithi. Tunaangalia kwamba tuko na ile albinism, kizeruzeru. Mzazi ulikuwa kizeruzeru, kwa hivyo unazaa mtoto kizeruzeru. Pia tuko na ingine inajulikana kama hemophilia. Alafu tuko na ile inajulikana kama sickle cell anemia. Hii ni ugonjwa mbaya sana ambapo mtoto akiwa na ugonjwa huu huwa hafikishi miaka 22. Huwa hafikishi miaka 22 anakuwa ameaga. Na naona kwamba tiba ilisemekana kwamba inapaswa mtu huyu kuweza kutolewa damu yote, haikiwa damu nyingine, ambapo naona kwamba it is very expensive. So tumeona kwamba watu wengi wamekuwa wakifariki kutokana na sickle cell anemia, ugonjwa ambao ni wa kuambukizwa kutoka kwa wazazi hadi kwa watoto. Kuna aina 4 ya magonjwa ambapo kuna magonjwa ya lishe ambayo hutokana na ukosefu wa virutubisho mwilini. Unaambiwa kwamba ukule virutubisho au ukuli virutubisho. Magonjwa haya ni kama vile kwashiorkor, marasmus, tuko na kwashiorkor, tuko na marasmus, tuko na goita. Goita ambayo inatokana na chumvi nyingi pamoja na ile kuongea kwa sauti ya juu kuwagomanisha watoto pale nyumbani. Wewe kama ni mzazi, tafadhali epuka hiyo. Alafu mwisho tuko na magonjwa ya akili. Haya hutokana na kuathiriwa kwa akili. Unapata kwamba mtu anakuwa na msongo wa mawazo na stress mingi sana. Kwa hivyo ungana nami hapa ndani ya Mix FM kwa mengi.